huwa kuna kawaida kuna hatua 5. Kwa jambo lolote utakaotaka kulifanya huwa kuna hatua 5. Na uzoefu unaonyesha watu wengi huwa wanaishia hatua ya 3, alafu wanaamua jambo lingine. Kwa mfano, hatua ya kwanza ni kupata taarifa nzuri juu ya hilo unalotaka kufanya. Mfano, wale watu wa kilimo na ndio kilimo matikiti, nadhani mfano matikiti umesambaa sana kwenye mitandao. Kwa hiyo taarifa imekuwa nzuri sana, na kwa sababu ya uzuri wa taarifa unatafuta fedha yako, unaingia kwenye kilimo cha matikiti. Bahati mbaya wale wanaokupa taarifa zile nzuri huwa hawakupi zote. Kwa hiyo ukiingia hatua ya pili ya utekelezaji wa mradi wa matikiti, huwa sasa unakutana na uhalisia na taarifa nyingi ambazo wakukwambia sasa unakutana nazo ukiwa field. Na kwa sababu hukujiandaa na hizo taarifa zingine ambazo hukupewa, mara nyingi mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo unaingia hatua ya 3, unafeli au unakaribia kufeli, kuanguka. Kwa hatua ya kwanza kupata taarifa nzuri sana, ya pili kuingia kutekeleza, ya 3 kuanguka. Sasa wengi akidondoka pale huwa anaanza kumlaumu hata aliyemshauri na kulaumu kile kilimo, na wakati anaendelea na hatua hiyo anakutana na mtu anamwambia, walikosea bwana, sio matikiti, vitunguu. Kwa hiyo analetea habari nzuri sana ya vitunguu, na yeye anapita tena hatua zile zile, anaanguka kwenye ile hatua ya 3. Mwambia, wewe unawali viazi vya kutoka Mbele vinaenda nchi nzima, wewe unalima viazi mviringo. Kwa anajikuta ndani ya muda mfupi anajaribu vitu vingi. Kwenye Kiingereza kuna msemo unasema jack of all things, master of none. Una idea kila kitu, lakini hamna ambacho umeweza kukimudu vizuri. Na mara nyingi ukikutana na mtu anamwambia ameshajaribu vitu kwa huwa anakuwa balozi mzuri sana wa kulaani kila kitu na kuwaona watu wasijaribu chochote kile. Kwa wale ambao wameajiriwa bado ni muda mfupi wa ajira, ukikutana na watu wakwepo, maana ile sumu ambayo wanayo ni kali sana, watakufanya uogope kila kitu. Lakini kweli ni kwamba kwa sababu umefeli pale au umeanguka kwenye hicho ambacho ulijaribu, ni nafasi nzuri ya kufanya tathmini kwamba kwa nini imeanguka, ili uone taarifa ambazo hukupewa ni zipi, au mambo ambayo hukuyazingatia kwenye jambo husika ni yapi, ili uyarekebishe. Alafu uende hatua ngapi? Ya 4, inaitwa bouncing back. Na kwa sababu utaenda hatua ya 4 ukiwa una taarifa, uko well equipped kwa kila namna, kwa asilimia kubwa utaenda hatua ya 5 ambayo ni mafanikio kwenye hicho kitu ambacho unafanya.